إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سلك نهجه واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. tunamshukuru Allah tabaraka wa taala, sala na amani zimwendee Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam pamoja na masahaba wake na waislamu wote watakaoifuata nahji yake. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atuweke miongoni mwao. Ndugu Waislamu, la yakhfa ala sharifi ilmikum annana fi shahrin adhim. Sisi wote tunafahamu kwamba tuko katika mausim ambao ni mausim kubwa sana. Tunaishi muda huu, muda ambao ni muda wenye thamani zaidi. Shahru ibadatin, mwezi ambao ni mwezi wa ibada tofauti, minasiyami walqiyam wasairi taat. Mwezi huu ni mwezi ambao tunaifunga saumu ya Ramadhan, vile vile ni mwezi wa qiyamu Ramadhan, tunazisali swala za tarawih, na vile vile ni mwezi wa taat tofauti. Lakini kwenye khutba yetu ya siku ya leo biidhnillahi alwadud, tutazungumzia amali mbili, matendo mbili ambazo ilikuwa ikifika mwezi mtukufu wa Ramadhan kama mwezi huu, salafu na salih wanaizidisha hizo matendo mbili zaidi. Ametaja Imam Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake At-Tamhid athar kutoka kwa tabi'iyun jalil Imam Az-Zuhri, Ibn Shihab Az-Zuhri, anasema rahimahullah, ilikuwa ikiingia mwezi wa Ramadhan, Imam Az-Zuhri anasema inma huwa tilawatul Qur'ani wa it'amu ta'am. Ilikuwa ikiingia mwezi huu wa Ramadhan, Imam Az-Zuhri anawaambia watu wake kwamba mwezi huu inma huwa tilawatul Qur'ani, mwezi huu ni mwezi wa kuisoma Qur'ani sana, wa it'amu ta'ami, na kuwalizisha maskini, kuwapatia watu chakula. Hizi ni amali mbili ambazo biidhnillahi ta'ala tutazungumzia kwenye khutba yetu ya leo. Ndugu Waislamu, miongoni mwa ibada kubwa ambazo zina fadhila kubwa kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni mtu kulisha watu, mtu kualika watu, kufungua milango ya nyumba yake, kuwakaribisha watu ajili aweze kuchangia nao. Amepokea Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a kwenye sahihi yake kwamba Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama ajwada an-nasi, kwamba mtume alayhi salatu wasalam alikuwa ni mkarimu zaidi katika watu. Yani ukitaka ujue mtu mkarimu zaidi duniani, basi ni mtume alayhi salatu wasalam. Kana ajwada an-nas, alikuwa ni mkarimu sana. Kisha Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akaendelea akasema wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhani, na alikuwa akiongeza ukarimu zaidi kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, pamoja na kwamba ukarimu wake anasifika nao muda wote, lakini ikifika mwezi wa Ramadhan kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan, alikuwa yani anazidisha, anakuwa mkarimu zaidi
hina yalqahu Jibril, wakati anakutanana na Jibril alayhi salatu wassalam. Ndugu Islam, Mtume alayhi salatu wassalam kwenye mwezi huu alikuwa ni mkarimu sana, bali Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anafananisha ukarimu wake kwa kuenea kwake na uharaka wake. Yani alikuwa hacheleweshe ukarimu, yani uharaka wake na kuenea kwake. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anaufananisha na upepo unapovuma, akasema fala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwada min ar-rih al-mursala. Mtume alayhi salatu wasalam kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhan ukarimu wake yani ulikuwa ni zaidi, yani kwa uharaka wake, kama wanavyosema Imaman Jalilan Ibn Hajar al-Asqalani na Imam an-Nawawi kwenye sharhi zao za hadithi hii, wanasema yani fi isra'iha, yani Mtume alayhi salatu wasalam ukarimu wake alikuwa anaharakisha sana, yani akiona mtu anahitajia hatomchelewesha. Ndio maana imepokelewa hadithi kutoka kwa Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, anazungumzia, anasema, na hadithi iko kwenye sahih al-Bukhari, anasema sallaitu ma'a an-nabii sallallahu alayhi wasallam al-asr bil Madina, anasema nilisali siku moja na Mtume alayhi salatu wasalam swala ya asri kwenye mji wa Madina. Fansarafa yatakhatta riqaba an-nas sari'a, anasema Uqba ibn Amir, baada ya swala Mtume alayhi salatu wasalam hakukaa wala hakufanya hata adhkari, alitoka haraka, yatakhatta riqaba an-nas, mpaka hakusubiri hata kutafuta njia, bali alipita juu ya migongo za maswahaba radiyallahu anhum haraka, hatta taajjaba an-nas. Uqba ibn Amir radiyallahu anhu akasema mpaka watu wakashangaa, maswahaba wakashangaa, mbona Mtume alayhi salatu wasalam ana spide kubwa sana, kuna nini? Hatta taajjaba an-nas, watu wakashangaa. Fatabi'ahu ba'd ashabihi, basi wakamfuata baadhi ya maswahaba waone nini imetokea. Fadakhala ala ba'd azwajihi, Mtume alayhi salatu wasalam haraka yake hiyo akaingia katika baadhi ya nyumba za wake zake. Thumma kharaj, kisha Mtume alayhi salatu wasalam akatoka, akaona maswahaba walikuwa wanamsubiri, akasema inni dhakartu wa ana fil asri shay'an min tibrin kana indana, kwamba nimekumbuka wakati niko nasalisha waislamu swala ya asri kwamba nilikuwa na baadhi ya dhahabu nyumbani kwangu, dhahabu ambazo nimeletewa sadaqa. Fakarihtu an yabita indana, nikachukia dhahabu hizo ziweze kulala nyumbani kwangu. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa haris na alikuwa napupa sana wakati ana kitu ambacho kitawafaa masakin, kitawafaa fuqara mafakiri, awafikishie kwa haraka iwezekanavyo. Ndugu Waislamu, mwezi huu ni mwezi wa watu kulishana chakula. Alikuwa Ibn Umar radiyallahu anhuma kama wanavyopokea, kana yasumu, alikuwa akiswaumu, la yuftiru illa ma'al masakin, alikuwa hawezi kufuturu na kufungua saumu yake isipokuwa pamoja na maskini. Ndugu Waislamu, ibada hii ya kulizisha maskini na kuwapatia chakula ni ibada ambayo inatuhusu sisi wote. Pana baadhi ya watu wanadhani kwamba ibada hii ni ya matajiri. Pana baadhi ya watu wanadhani kwamba ibada hii ni ya watu maalum, yani mtu fulani watu wanamuona kwamba ikifika mwezi wa Ramadhani ndio anamwachia responsibility ya kuwakulisha watu, ya kuwafuturisha watu. Ndugu Waislamu, mafuhumu hii ni mafuhumu ambayo ni khati, ni mafuhumu ambayo ni ya kimakosa, bali ibada hii kila Muislamu kutokana na uwezo wake anatakiwa asifikane nayo. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam kwenye hadithi ambayo amepokea Imam al-Bukhari, hadithi ya Abu Huraira radiyallahu anhu, anasema ta'amul ithnaini kafi thalatha, chakula cha watu wawili kinawatosha watu watatu. Ta'amul ithnaini kafi thalatha, chakula cha watu wawili
kinawatosha watu watatu. Wa ta'amu thalathati kafi al-arba'a, na chakula cha watu watatu basi kinawatosha watu wanne. Imam al-Iraqi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Tarhu at-Tathrib, baada kutaja hadithi akasema fihi al-haddu ala it'ami at-ta'ami, kwenye hadithi hii pana mahimizo ya watu kuweza kuwalisha watu chakula. Wa annahu la yanbaghi an yamtani'a sahibuhu min qillati, na hatakikane mtu azuie kukulisha watu kutokana na uchache wa chakula chake, kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam wa huwa sadiqul masduq amekuambia kwamba chakula cha watu wawili bila shaka kitawatosha watatu. Kwa hiyo pamoja na uchache wa chakula chako, pamoja na kwamba sio kingi, basi mwalike ndugu yako, mwalike jirani yako muweze kuchangia chakula hicho. Imam al-Mubarakafuri rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Tuhfatul Ahwadhi ambayo ni sharhi ya Jami' Tirmidhi, baada ya kutaja hadithi hii akasema fayukhadhu minhu, inatolewa kwenye hadithi hii miongoni mwa faida ambazo tunazozipata kwenye hadithi hii anna al-kifayata, kwamba kutosheka chakula hicho kuwatosha watu pamoja na udogo wake, tansha'u an barakati al-ijtima', yani hiyo kifaya hiyo kuwatosha watu inatokana na baraka ambayo Allah tabaraka wa taala anaiweka kwenye kukusanyika. Wakati mna chakula cha watu wawili mkamuita watatu mkakusanyika, basi Allah tabaraka wa taala atabariki chakula hicho na kitawatosha biidhnillah. Kisha akasema wa anna aljam'a, na hiyo mkusanyiko wakati mnakusanyika, yani wakati mnakusanyika, idha zada, wakati inapozidi, izdadatil barakatu, basi baraka vile vile itazidi kwenye chakula hicho. Kwa hiyo ndugu Waislamu, mwezi huu ni mwezi wa ukarimu, ni mwezi wa watu kuwakumbuka masakini, kuwakumbuka fukara, kuwakumbuka watu ambao hawajiwezi. Anasema mshairi ambayo ni Hatim At-Tai, anasema akimhutubia mke wake kwenye kasida yake, kwa sababu mshahiri huu alikuwa ni mtu ambaye amesifika na aljud na ukarimu. Alikuwa akitoa, basi mke wake anaona kama vile yani ni mtu mwenye kutoa, anasahau watu wa nyumbani kwake. Akamhutubia siku moja akawaambia, mahlan, taratibu mke wangu, mahlan nawaru aqilli lawma wal adhala, mke wangu nuwar, punguza lawama na kulaumu, punguza kunilaumu kwa kutoa kwangu. Katika kasida hii akasema vile vile abiyati ambazo zina maana kubwa, akasema innal bakhila, bakhili idha ma mata yatba'uhu, mtu ambaye anazuia mali yake, hataki kuitoa, hataki kuchangia na wengine, idha ma mata yatba'uhu, atakapofariki inamfuata suu thanai, inamfuata yani sifa mbaya, watu wanamsifu kwa ubaya. Ukifariki ulikuwa na mali yako, hautaki kuchangia na watu, basi ukifariki fahamu kwamba utafatiwa na suu thana, sifa mbaya. Wayahwil warithul ibila, kisha wale warithi wako hizo mali ambazo umeziacha, basi watazikusanya na watazitumia jinsi wanavyotaka. Kwa hiyo mtu mwenye akili ni yule ambaye anatumia mali yake vizuri kabla ya kufariki kwake, na ikiwa ataiacha basi anatarajia kwamba warithi wake wataitumia kwenye njia nzuri. Vile vile anasema yara albakhilu sabila almali wahidatan, mtu mbakhili anatizama kwamba njia ya mali ni njia moja ambayo ni iddikhar, kuweka hiyo mali na kuitumia yeye mwenyewe. Lakini mtu ambaye ni mcha Mungu na mtu ambaye ana karam, anaonaka kwamba mali yake inaweza ikakufanya kazi nyingi sana ambazo zitaisaidia jamii. Kwa hiyo ndugu Waislamu, mwezi huu sio mwezi wa uchoyo, bali ni mwezi ambao tunatakikana tusifike na sifa ya karam. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah. Alhamdulillahi al-ali al-arfaqi وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة
والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. يقول الحق تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى يمدح تعالى شهر الصيام بأن اختاره من بين سائر الشهور. tunamshukuru Allah tabaraka wa taala, sala na amani zimwendee Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu Waislamu, miongoni mwa amali ambazo zinapendezwa zaidi kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhan ni kuisoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala, al-Qur'an. Ametaja Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Lataif al-Ma'arif kwamba ilikuwa ikiingia mwezi mtukufu wa Ramadhan, Imam Malik, Imam Dar al-Hijra rahimahullahu ta'ala, Malik ibn Anas, taraka at-tahditha, anaacha watu kuwasimulia hadithi. Kama tunavyofahamu, Imam Malik ibn Anas alikuwa ni faqihun muhaddith, alikuwa ni mwanachuoni wa fiqh, vile vile alikuwa ni mwanachuoni wa hadithi. Sasa ilikuwa ikiingia mwezi mtukufu wa Ramadhan, kama tulivyo hivi, anaacha hilaq zote za kuhadithia watu hadithi, wa aqbala ala qira'ati alqur'ani min almushaf. Ibn Rajab anasema alikuwa akiacha kuhadithia watu hadithi, kisha anaelekea kwenye kuisoma Qur'ani kwenye mushaf. Malasaf al-asif, unaweza kutana leo Muislamu ana miaka 20, ana miaka 10 kwenye Uislamu, lakini hana uwezo hata wa kuisoma Qur'ani. Hii ni aibu miongoni mwa aibu kubwa. Bali Muislamu pamoja na shughuli zake, pamoja na kwamba hana muda mwingi, lakini hatakikane yani aikae anaridhia ujinga wake wa kutojua kuisoma Qur'an, kwa sababu mawasim kama hizi ni mawasim za kuchuma. Na utachumaje? Kwa kuisoma Qur'an sana, kwa kufanya wema sana. Kwa hiyo ndugu Waislamu, mwezi huu ni mwezi wa kuisoma Qur'ani tukufu. Anasema Allah tabaraka wa taala, shahru ramadana, mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, alladhi unzila shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, ndio mwezi ambao ndani yake umeteremka ndani yake Qur'ani ambayo hudan linnasi, ni mwongozo kwa watu, wa bayinatin min alhuda walfurqan, na kwenye Qur'ani utapata ubainifu wa uongofu wote ule ambao unaohitajia. Unataka uongoke kwenye dini yako, unataka ujue swala yako, unataka ujue kuishi na watu, basi mwongozo wote utaipata kwenye Qur'ani. Walfurqan, vile vile kwenye Qur'an na ujue hii ni bid'a, ujue hii ni tauhid, ujue hii ni shirki. Ukisoma Qur'an basi hayo utayapata. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala kwenye tafsiri yake tafsirul Qur'an al-azim anasema yamdahu ta'ala shahra as-siyam. Kwenye aya hii Allah tabaraka wa ta'ala ameitukuza na kuisifu mwezi wa saumu, min baini sa'iri shuhur, ameitukuza zidi ya miezi mingine, bi an ikhtarahu min bainihinna liinzali alquran alazim, kwa kuichagua mwezi huu ateremshe ndani yake Qur'an. Kama tunavyofahamu, lilqurani nuzulan, Qur'ani ina kuteremka aina mbili. Pana kuteremka wa kwanza ambako ilikuwa ni jumlatan wahida, iliteremka moja kwa moja kutoka kwenye lauhul mahfudh mpaka kwenye Baitul Izza, kama anavyosema Ibn Kathir, anavyosema waqad warada alhadithu, na imepokelewa hadithi bi annahu ash-shahru alladhi, ndio mwezi ambao kanat alkutubu alilahiyatu tanzilu fihi ala alanbiya, ndio mwezi ambao
vilikuwa vitabu vyote vya Allah tabaraka wa taala, kuanzia kwenye Taurat kuenda kwenye Zabur, Injil na Qur'ani, vyote vimeteremka kwa manabii wao kwenye mwezi huu. Kisha akaendelea akasema, amma alqur'anu, ama Qur'ani, fa innama nazala jumlatan wahidatan, kwa hakika imeteremka kuteremka kwa kwanza ambako ilikuwa ni jumlatan wahida, ila baitul izz, kwenye baitul izza, wa kana dhalika fi shahri ramadana fi lailatul qadri minhu, na yukteremka kwake ilikuwa ni kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhan, kwenye usiku wa lailatul qadr. Kisha akasema thumma nazala mufarraqa, kisha baada yake ikateremka sasa munajjama, yani kipande kipande, hasba alwaqa'i ala rasulillah, kutokana na matukio tofauti ikateremka kwa mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo ndugu Waislamu, mwezi huu ni mwezi wa kuzidisha sana kuisoma Qur'an. Anasema Ibn Abbas radiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa mkarimu zaidi kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, hina yalqahu Jibril, wakati anapokutana na Jibril alayhi salatu wasalam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, na mtume ilikuwa ikifika mwezi wa Ramadhan anakutana na Jibril alayhi salatu wasalam kila usiku. Fayudarisuhu alquran, malengo ya kukutana kwao ilikuwa ni ajili Jibril alayhi salatu wasalam amfundishe mtume alayhi salatu wasalam kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo mwezi huu vile vile ni mwezi wa kuisoma sana Qur'an. Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Al-Minhaj sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj, baada ya kutaja hadithi hii akasema, fi al-hadithi fawaid, kwenye hadithi hii pana faida nyingi. Minha, miongoni mwa faida hizo, istihbabu al-ikthari min al-qira'ati fi Ramadan. Miongoni mwa faida hizo ni mtu kukithirisha, inapendeza mtu kukithirisha kuisoma Qur'an kwenye mwezi wa Ramadhan. Wa kaunuha afdalu min sa'iri al-adhkar, na kwamba kuisoma Qur'an kwenye mwezi huu ni bora zaidi ya kufanya dhikri zote ambazo unazozifahamu. Kama unajua dhikri fulani na faida fulani, basi fahamu kwenye mwezi huu ni mwezi wa Qur'an. Kusoma Qur'ani kwenye mwezi huu una faida kubwa zaidi ya hiyo dhikri. Idh law kana dhikru afdala, ikiwa dhikri yoyote ile ingekuwa ni bora zaidi ya Qur'ani, au musawiyan, au ingekuwa inalingana na Qur'ani, la fa'alahu, basi Jibril alayhi salatu wasalam na mtume alayhi salatu wasalam pahali pa kusoma Qur'ani wangefanya hiyo dhikri. Lakini kwa sababu Qur'an kwenye mwezi huu inapendeza zaidi, ndio maana walikuwa wakikutana kila usiku katika Ramadhan, wanafundishana kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu taala anasema, dalla al-hadithu, hadithi hii inajulisha ala istihbabi dirasati al-Qur'an, inajulisha yani inapendeza watu kufundishana Qur'an kwenye mwezi huu wa Ramadhani, walijtimai ala dhalik, na watu wakusanyika ajili ya kufundishana kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Kisha akasema, wa fihi dalilun, na kwenye hadithi hii pana dalili ala istihbabi al-ikthari min tilawati al-Qur'ani fi shahri Ramadan, kwamba pana dalili kwamba inapendeza mtu kusoma sana kitabu cha Allah tabaraka wa taala kwenye mwezi mtukufu huu wa Ramadhan. Ndugu Waislamu, salafuna salih walikuwa ikiingia mwezi huu wa Ramadhan, kama tulivyotaja Imam Malik ibn Anas, walikuwa wakijihimiza sana kukisoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala, bali walikuwa wanatofautiana. Kuna baadhi walikuwa wakimaliza Qur'ani kwenye siku 5 kila Ramadhani, yani mwezi utaisha amemaliza Qur'an mara 6, yani kwa siku akizisoma, yani kwenye siku ya kwenye Ramadhan anamaliza Qur'ani mara 6, wengine mara 5, wengine mara 4, na wengi walikuwa wakimaliza Qur'ani kwenye siku 3 kwenye mwezi wa Ramadhan. Ibn Rajab baada ya kutaja aqwali hizo na akhlaq za waliotangulia
kujihimiza kusoma Qur'an kwenye mwezi wa Ramadhani, akasema inma warada an-nahyu, kwa hakika imepokelewa katazo, kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam kwenye hadithi mashuhur amekataza watu kuisoma Qur'ani zaidi ya siku 3, yani mtu kusoma Qur'ani akaimaliza kabla ya kumalizika siku 3. Kwa kutoa ishkali hiyo, Ibn Rajab akasema inma warada an-nahyu an qira'ati al-Qur'ani fi aqall min 3, kwa hakika imekuja katazo la mtu kuisoma Qur'ani kwa chini ya siku 3, ala al-mudawamati fi dhalik, ala al-mudawamati ala dhalik, yani katazo imekuja kwa mtu kudumu kwenye jambo hilo. Fa amma al-awqat al-mufaddala, ama wakati ambazo zina fadhila kama wakati wetu huu wa mwezi wa Ramadhani, wal azman al-mufaddala, vile vile zamani ambazo zina fadhila kama zama zetu hizi, vile vile amakin ambazo ni mufaddala zina fadhila, kama umebahatika kufika kwenye mji wa Makka ambao sio rahisi sana kufika kila siku, basi inapendeza kwako kuisoma Qur'ani tukufu hata kama utaimaliza kabla ya kumalizika siku 3. Ndugu Waislamu, mwezi huu ni mwezi wa kuisoma Qur'ani, na Qur'ani tusisome kama kasuku. Kuna baadhi ya watu wakisikia Qur'ani ni kuisoma sana kwenye mwezi huu, basi ataisoma mpaka hata haki za Qur'ani hataipatia, yani lengo yake inakuwa tu amalize Qur'ani tena anze, amalize Qur'ani tena anze. Sio hivyo. Qur'ani ni risala, Qur'ani ni message ambayo Allah tabaraka wa taala anataka kutufahamisha. Yani wakati unasoma Qur'ani, kama unafahamu Kiarabu, bila shaka utafahamu nini Allah tabaraka wa taala alikusudia. Sio kuisoma Qur'ani tu kama kasuku, uwe tu unataka ufike mwisho wa Qur'ani tena uanze, ufike mwisho wa Qur'ani tena uanze. Anasema Allah tabaraka wa taala, inna hadha alqur'ana, hakika hii Qur'ani, yahdi billati hiya aqwam, inaongoza watu kwa njia ambayo ni aqwam, njia ambayo imenyooka, njia ambayo yani mtu akipita kwenye njia hiyo hawezi kupotea. Sasa hiyo njia utaelewaje wakati unasoma Qur'ani kama kasuku? Bali unatakiwa ukisoma Qur'ani uisome na tadabbur. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khayra man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.